Utukufu wa Yesu umeangaza, utukufu wa Yesu umeangaza. Baada ya hayo, naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyisheni maradufu kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa. Mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo, kwa kuwa usema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti, huzuni, njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliyehukumu ni mwenye nguvu, na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuugua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole, ole mji ule ulio mkubwa, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anununaye bidhaa yake tena, bidhaa ya dhahabu, fedha, kito chenye thamani, ruru, kitani nzuri, na nguo ya rangi ya zambarau, hariri, nguo nyekundu, na kila mti wa udi, na kila chombo cha pembe, na kila chombo cha mti wa thamani nyingi, na cha shaba, na cha chuma, na cha malimali, na mdarasini, na iriki, na uvumba, na marihamu, na ubani, na mvinyo, na mafuta, na mzaituni, na unga mzuri, na ngano, na ng'ombe, na kondoo, na farasi, na magari, na miili ya roho ya wanadamu, matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea, wala watu hawataviona tena kamwe. Utukufu wa Yesu umeangaza, utukufu wa Yesu umeangaza. Na wafanya biashara wa vitu hivyo waliopata mali wake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, ole, ole mji ule mkuu, uliovikwa kitani nzuri, na nguo ya rangi ya zambarau, na nguo nyekundu, na kupamba kwa dhahabu, na kito cha thamani, na ruru. Kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa, na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia, nao wao watendao kazi baharini wakasimama mbali, wakalia sana walipoona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole, ole mji ule mkubwa, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa kuwa
katika saa moja umekuwa ukiwa. Furahini juu yake, enyi mbingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu amehukumu hukumu yenu juu yake. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari, akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkubwa, mji ule mkuu, wala hakutaonekana tena kabisa, wala sauti ya wapiga vinanda, wala wapiga zomari na wapiga filimbi na wapiga baragumu haitasikiwa ndani yake tena kabisa, wala fundi awe yoyote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa, wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako, na ndani ya alionekana damu ya manabii na watakatifu na yale wote waliouawa juu ya nchi. Utukufu wa Yesu umeangaza, utukufu wa Yesu umeangaza.